Naam, mtazamaji, ni jioni nyingine njema ambapo tunakutana tena kwa taarifa uzipendazo za Jukwaa la KTN. Ni kitambo hatujaonana. Natumai umekuwa na afya nzuri na umekuwa vyema. Mwenzangu Lofty Matambo nimekuwa nikimtazama tupo mbali, naona ameshikilia boma vizuri, na ndipo sasa tunamtakia kila laheri kwenye mtihani wake. Lofty, shukrani sana kwa kuendesha gurudumu hili jinsi ambavyo ilikuwa shwari kabisa. Nasema shukrani za dhati. Mtazamaji, karibu kwa moyo mkunjufu na kukaribisha kwa taarifa hizi, tukuarifu na mengi zaidi kuhusu taarifa ambazo zimegonga vitu vya habari, ikiwa ni siku ambayo ulimwengu unaadhimisha siku ya kuhamasisha ama kuangazia idadi ya watu, yani World Population Day. Lakini ni siku ambayo Wakenya wengine pia hawajaridhika kutokana na vile vifo ambavyo vinashuhudiwa, hasa vya kina mama wajawazito na watoto wanapozaliwa. Humu nchini hali iko vipi? Tutakuwa tukiangazia hilo katika sehemu yetu ya Swala Nyeti, ambapo wageni tayari wamefika studioni. Tuko naye Angela Nguku ambaye ni mkurugenzi mkuu wa shirika la White Ribbon. Karibu sana Angela. Na pia tuko naye George Ogola ambaye ni mratibu wa haki katika mradi wa Mama Ye. Atakuwa akitueleza mradi huu unahusu nini na ulianzishwa vipi na takwimu zinaonyesha vipi kufikia sasa. Ni takwimu ambazo mtazamaji zitakuvunja moyo, ambapo inakadiriwa kwamba takriban wanawake 8,000 hufariki kila mwaka humu nchini wanapojifungua, na takriban watoto 40,000 hufariki kila mwaka humu nchini wakati wa kuzaliwa. Tutakuwa tukiangazia nini ambacho kimefanywa na wanasiasa katika kudhibiti hali, ni wapo hali imethibitiwa kufikia sasa katika manifesto zinazosomwa. Je, hali itaboreka? Kugatuliwa kwa huduma za afya kumeboresha hali? Tutakuwa tukiangazia hili katika sehemu yetu ya Swala Nyeti, lakini kwanza tuanze kwa kuangazia vidokezo. Viongozi watoa risala za rambirambi kufuatia kifo cha waziri wa zamani na mwanasiasa mkongwe Nicholas Biwott. Rais Uhuru Kenyatta aunga mkono mipangilio mipya ya malipo iliyotolewa na tume ya SRM kuhusu mishahara. Na kwenye Swala Nyeti hii leo tunaangazia ahadi za afya na uzazi kwenye manifesto za vyama vya siasa. Viongozi watoa. Na mtazamaji, ni siku ambayo taifa pia limegubikwa na wingu la huzuni kufuatia kifo cha waziri wa zamani ambaye ni mwanasiasa, ambapo jioni hii mwanasiasa wa zamani Nicholas Biwott aliaga dunia mchana wa leo. Biwott amefariki adhuhuri baada ya kuugua kwa muda, na kwa sasa maiti yake imehifadhiwa katika hifadhi ya maiti ya Lee jijini Nairobi. Mbunge huyo wa zamani wa Keyo Kusini amefariki siku chache baada ya aliyekuwa waziri wa usalama Joseph Nkaiseri kufariki, na majuma machache baada ya mwanasiasa mwingine mkongwe seneta wa Laikipia Jiji Kariuki kufariki. Biwott atakumbukwa kwa ushawishi wake mkubwa aliokuwa nao katika serikali ya rais mstaafu Daniel Arap Moi. It's like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. With my soul. It is well with my soul. Viongozi mbalimbali wametoa risala zao za rambirambi kufuatia kifo cha waziri wa zamani Nicholas Biwott. Miongoni mwa waliotuma risala zao ni rais mstaafu Daniel Arap Moi, aliyemtaja kuwa mtu aliyeweza kutegemewa katika kazi yake. Rais Uhuru Kenyatta na naibu rais William Ruto pia wametuma risala zao wakisema Kenya imempoteza kiongozi mwingine aliyekuwa na juhudi kubwa na mwenye utu. Seneta wa Baringo Gideon Moi pia ametuma rambirambi zake kwa jamaa na marafiki wa
hayati Biwott. Awali katika hifadhi ya maiti ya Lee, baadhi ya wanasiasa walifika kuifariji familia ya marehemu. Nilistuka sana na si kuamini juu tuliongea jana, akaniambia angependa kuongea na lawyer Kipkenda na akampigia akasema leo tutakutana na lawyer Kipkenda. Akaniambia tafuta waziri Ripoti na utafute waziri Charles Keter kwa sababu alitaka kuongea nao. Na alipenda watu ambao wanapenda elimu. Anytime he came to our family alikuwa ananiuliza ndugu yako amefika class gani? And the only incident that I remember about was 1994. Watoto wetu, nilikuwa na watoto 8 katika shule ndugu zangu na dada zangu. Akaja akaniuliza wote wewe unalipa fees, na akalipia wote fees. He was a very humble man, a person who helped a lot of people. Honorable Biwott was among those leaders who gave guidance, particularly to those of us who are young. I remember a number of times he has called me and the governor for Elgeyo Marakwet, where there seemed to have been issues, and given us guidance on how to do, to conduct ourselves and even how to work for the county and serve the people. Na kwa ndugu, jamaa na marafiki wa mwenda zake tunatoa pole. Rais Uhuru Kenyatta ameunga mkono mipangilio mipya ya mishahara iliyotolewa na tume ya Sara Serem hapo jana, ambapo mishahara ya wafanyakazi wa umma imeorodheshwa kupunguzwa. Kwenye hotuba yake hii leo mapema, Rais Uhuru Kenyatta amesema hatua hiyo itasaidia pakubwa kupunguza matumizi ya pesa za umma. Kwa mujibu wa mipangilio hiyo iliyotangazwa hapo jana, rais atakayetoa uongozi baada ya uchaguzi atapokea posho la chini zaidi ikilinganishwa na anayopokea Rais Uhuru Kenyatta kwa sasa. Aidha, mishahara ya wawakilishi wengine pia itapunguzwa. I call upon every Kenyan to support the Salaries and Remuneration Commission's recommendations and Jubilee's administration's quest to keep the wage bill at sustainable levels. The days of wasteful allowances and peculiar but inexplicable payments are behind us. Better and more prosperous days lie ahead. Kamati ya kusimamia kampeni za muungano wa NASA katika kaunti ya Nairobi imekutana leo ili kuweka mikakati ya namna shughuli ya kumpigia debe Raila Odinga na waniaji wa viti vingine chini ya muungano huo itakavyoendeshwa. Mkutano huo uliongozwa na mwenyekiti wa kampeni za NASA hapa Nairobi Johnston Muthama na gavana Evans Kidero. Aidha ulihudhuriwa na wagombeaji wote wa NASA katika kaunti ya Nairobi. Kenyans are not going to allow or even imagine the postponement of the presidential elections. They were well aware of this from before, so it cannot be a surprise to them. So they must do it in the fastest possible time. But as a Nairobi NASA team, we are strong, we are ready, and we'll deliver. Kuongezea mbio na kuamini kwamba tutashinda mbio hizi. For that reason, we met today and we have laid down our strategy. So now we are going to campaign. We will go every corner of this city, and we are confident that we are going to win. We know that Jubilee has sensed, and they have sensed that we are going to win. And that is why they are issuing threats. Even from the president himself, who is supposed to be the custodian of the constitution of this country. In fact, he is the one who is threatening the judicial system and also IEBC. We've agreed here, all of us as NASA, we are going to deliver the 13 seats out of the 17 parliamentary seats in Nairobi. We are going to deliver 53 out of the 85 MCA seats in Nairobi, and we are going to win the presidential, the women rep, the senator and the governor position with 65% of the vote.
Mwanasheria nchini Kenya chini ya taasisi ya Africa Bar Association wanahofia kuwa kesi za hivi majuzi dhidi ya tume huru ya uchaguzi na mipaka huenda zikazuia kufanyika kwa uchaguzi mkuu tarehe 8 mwezi Agosti. Katibu mkuu wa taasisi hiyo hapa nchini Alex Gatundu amesema kuwa kesi hizo zitalemaza matayarisho kwa upande wa IEBC. So it is our humble call to all the players in the current negotiations that are happening and the public participation. Do ensure that they do it expeditiously so that the ballot papers for the presidential election in the Republic of Kenya can be printed within time, good time, so as to afford and accord IEBC sufficient time to conduct the elections generally, because the presidential elections must be conducted simultaneously with those ones of parliamentary and county levels. Na mtazamaji, muda usiokuwa mrefu tutakuwa tukiingia katika sehemu yetu ya swala nyeti, ambapo leo tunaangazia haki na za huduma za afya, hasa za huduma za uzazi humu nchini, ambapo tunaangazia takwimu za hivi majuzi kuhusiana na uzazi humu nchini, ambapo inakadiriwa kwamba takriban wanawake 300,000 hufariki kila mwaka kote ulimwenguni wanapojifungua au kutokana na changamoto za uzazi, ambapo humu nchini Kenya peke yake inakadiriwa kwamba wanawake 8,000 hufariki kila mwaka na watoto 40,000 hufariki kila mwaka. Na ndiposa mtazamaji tunaangazia takwimu hizi tukitaka kujua ni mikakati ipi ambayo imewekwa, ambapo kulingana na ripoti ya afya nchini Kenya ya mwaka 2014, mtazamaji, tunaona mwanamke mmoja kati ya 42 huwa kwenye hatari ya kufariki na visa vinavyohusiana na mimba, ambapo tunaona kina mama 8,000 na watoto 40,000 hufariki kila mwaka kutokana na visa vinavyohusiana na uzazi, ambapo kwa ujumla kina mama 22 na watoto 111 hufariki kila siku. Kwa kila saa watoto 4 hufariki, yani saa moja ikipita tu hivi watoto 4 wanafariki humo nchini. Sababu zinazosababisha wanawake kutotafuta huduma wanapokuwa wajawazito au wanapojifungua ni umaskini, umbali wa vituo vya matibabu, ukosefu wa habari, ukosefu wa huduma za matibabu na tamaduni ambazo pia zinazuia baadhi yao kwenda kutafuta huduma mahospitalini. Idadi ya wanaojifungua kwa wahudumu waliohitimu humo nchini Kenya, tunaona kwamba upande wa matajiri ni 92.7 ikilinganishwa na wale kutoka jamii maskini ambapo ni 31.1. Wanawake wanaojifungua katika vituo vya afya humu nchini, tunaona mijini ni 82 na mashambani ni 49.5 kufikia sasa. Tukiangalia manifesto ambazo zimesomwa juzi kuhusiana na afya ya uzazi, tunaona manifesto ya Jubilee mwaka 2013 iliahidi kuondoa gharama za kina mama wanaojifungua kwenye hospitali za umma, kupunguza idadi ya vifo vya uzazi hadi kufikia 113 kwa kila watoto 100,000 wanaozaliwa kufikia mwaka 2030. Na tunapoangalia manifesto ya mwaka 2017, tunaona kwamba Jubilee imeahidi kupanua huduma za kujifungua, kujumuisha huduma ya bima ya matibabu ya NHIF, kugharamia kila mwanamke mjamzito kwa mwaka mmoja, kupanua miradi ya linda mama, kugharamia matibabu ya kina mama kabla na hata baada ya kujifungua, kupunguza idadi ya vifo. Tukiangalia manifesto ya NASA ya mwaka 2017, wanaahidi kubuni hazina ya pamoja ya afya ya kitaifa kwa huduma za matibabu na hata bima ya matibabu. Na ndipo tunataka kuangazia swala hili kwa kina katika sehemu yetu ya swala nyeti, mtazamaji, ambapo tunataka kujua iwapo ahadi hizi ni ahadi ambazo ni za kutafuta kura au ni ahadi ambazo zinatimizwa. Je, afya imeboreka katika kaunti yako? Wanawake wanaenda hospitalini kujifungua sasa ikilinganishwa na awali, na unadhani nini ambacho kinazuia wanawake kutoenda hospitalini kujifungua? Tutakuwa tukiingia katika sehemu yetu muda usiokuwa mrefu, lakini kwanza mtazamaji tupumzike kidogo.